الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم متوم صلى الله عليه وسلم. tunaendelea na darasa letu la baada adh-dhuhri ad-dars ath-thamin. bado tupo katika ad-dars ath-thamin, somo la 8, yale ya haramu fi siyami wa ghairihi, kipindi cha saumu na vipindi vingine. Tulishiria jana kulisoma la 7 ambalo lilikuwa qati'atul arhami, kukata udugu, kuwakata wanandugu. Tukawabainisha wanandugu ni kina nani hawa, tukawataja. Leo tutalianza la 8 mpaka tutakapoishilia biidhnillahi alkarim. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, katika mambo ambayo ni haramu kufanywa na mfungaji kadhalika na asiyekuwa mfungaji, adhiyatu aljiran, kumuudhi jirani. Kumuudhi jirani mila zote na watu wa dini zote wameafikiana juu ya himizo la wema kwa jirani. Dini ya Kiislamu imehimiza juu ya kuwafanyia wema na kuishi nao vyema majirani. Jirani awe ni jirani wako wa makazi, jirani yako kwenye biashara, ambao una duka lako hapa, ana duka lake pembeni yako, una genge lako na yeye ana genge lake pembeni. Jirani huyo, una sinia yako ya samaki na yeye ana sinia yake ya samaki. Jirani huyo, kama alivyosema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake al-Umm, kullu man qaraba badanuhu badana sahibihi qila lahu jar, kila yule ambaye mwili wake umekaribiana na mwili wa mtu mwingine anaambiwa huyo ni jirani. Sasa jirani huyo ana haki, na majirani wana mipaka. Ni yupi jirani yangu? Mwisho wa ujirani ni nyumba ngapi? Mashafi'i na Mahanabila, wafuasi wa Ahmad bin Hanbal madhehebu, wafuasi wa al-Imam Shafi'i madhehebu Shafi'iyya na Hanabila, wameonelea ujirani unaishia kwa nyumba 40 kila upande. Kulia kwako, hiyo nyumba ya kwanza hiyo, huyo ni jirani yako. Nyumba inayofuata baada ya hiyo ni jirani yako. Nyumba inayofuata baada ya hiyo ni jirani yako, mpaka zifike 40. Mpaka zifike 40. Upande wa kulia huo, upande wa kushoto nao ni jirani zako hao, mpaka zifike 40. Nyuma ya nyumba yako ni jirani zako hao, mpaka zifike 40. Nyumba unayotazamana nayo ni jirani yako huyo, mpaka zifike nyumba 40. Na hili kwa kuijengea hoja ile hadithi aliyoitaja al-Imam al-Baihaqi na al-Imam Abu Ya'la kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu
kwamba anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, haqqul jari 40 dara, haki ya jirani ni nyumba 40. Hakadha wa hakadha wa hakadha, upande huu, upande huu, upande huu, akaashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi hii imedhoofishwa na al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala kwamba haikusihi, japo kwamba haikusihi, hao ni majirani zako. Haikusihi kwa mujibu wa isnadi, lakini maana yake ni nzuri, kwamba hao ni majirani, maana yake ni nzuri. Umeelewa vizuri hapo? Tayeb, na majirani kwa ujumla ni watatu, kwa maana jirani ambaye ana haki tatu, jirani ambaye ana haki mbili, na jirani ambaye ana haki moja. Majirani ni watatu. Kwa mujibu wa utataamaliana nao kwa kuwapa haki zao, kwa mujibu wa haki zilizopo kwa majirani. Wako wa aina ngapi? Wako wa aina tatu. Yuko jirani ana haki tatu, yuko jirani ana haki mbili, yuko jirani ana haki moja. Jirani ambaye ana haki tatu, fahuwa aljaru almuslim, ni yule jirani muislamu mwenzio, ambaye pia mbali na ujirani, sahibul qurba, ni jamaa yako kiudugu, mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba. Muislamu ndiyo, lakini pia ni ndugu yako. Huyu ana haki ya ukaribu, ana haki ya ukaribu, yani ya ujamaa. Jamaa yangu, mtoto wa shangazi, ni ndugu. Wa haqqul jiwari, na ana haki ya ujirani. Ya pili hiyo. Wa haqqul islami, na ana haki ya Uislamu. Huyo ndiye jirani mwenye haki tatu hizo ambazo umezisikia. Mwenye haki mbili, fajaruka almuslim ghairu alqarib, ni jirani yako muislamu mwenzio, lakini huna udugu naye, hamkutani katika udugu, lakini muislamu. Falahu haqqul islami, bas anayo yeye haki ya Uislamu, wa haqqul jiwari, na haki ya ujirani. Watatu ni jirani yako ambaye si Muislamu, ana dini yake nyingine mwenyewe, lakini ndo jirani yako. Falahu haqqun wahidun, ana haki moja huyu, wa huwa haqqul jiwari, nayo ni haki ya ule ujirani mwema. Na kwa ujumla tumehimizwa kuwafanyia wema majirani. Kwa ushahidi wa hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim,
anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini biljar, hakuacha kuwa Jibrili akinihusia biljari, akinihusia kuhusiana na jirani. Ni Jibril anamuhusia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amemuhusia bil-i'tina'i bih, kumjali jirani yake, na kuchunga habari zake, hata dhanantu, mpaka nikadhani, annahu sayuwarithuhu, kwamba Jibrili atamrithisha jirani. Kwa maana Jibril atasema, Muhammad, ukifa basi utarithiwa na jirani yako, jinsi alivyokuwa mara kwa mara akinihusia mimi kuhusiana na majirani. Hala jirani. Bali katika himizo lake mtume sallallahu alaihi wasallam kutuhimiza sisi tuishi vyema na majirani, mpaka alituambia kwamba tukipika mboga tuongeze maji ili itoshe kututosha sisi na kuwatosha majirani zetu. Hadithi aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah nambari 6555 1655 kwenye sahihi Muslim. Anamwambia sahaba Abu Dharri, ya Aba Dharri, ewe Abu Dharri, idha tabakhta maraqatan, utakapopika mchuzi, fa akthir ma'aha, ongeza maji. Yani usipike kile kijimchuzi cha kukutosha wewe tu na mtoto wako mathala, ongeza apatikane na mwingine ambaye atapewa mchuzi huo. Wataahad jiranak, na mkague jirani yako. Jirani vipi? Shapika, umekwama mahala? Sijakwama. Mboga unayo? Nayo, alhamdulillah. Mimi bwana nina ugali tu, lakini bado mboga nahangaika hapa, sijui nitapata wapi. Mboga usijali, utaletewa kibakuli hapa na mtoto, atakuletea mtoto kibakuli cha mchuzi. Haya maelekezo kwenye dini yetu ya Kiislamu. Jirani huyo awe ana haki tatu, ambaye ni Muislamu mwenzako, ndugu yako na jirani yako, au mwenye haki mbili, ambaye ni Muislamu mwenzako, jirani yako, au mwenye haki moja, si dini yako lakini ni jirani yako. Ni jirani huyo bado. Umeona Uislamu na mafunzo yake? Umeuona Uislamu na mafunzo yake? Je, hii ni dini ya chinja chinja? Sio dini ya chinja chinja. Ni dini ya watu wenye roho mbaya? Dini ya waungwana. Ni dini ya waungwana. Itokee tu sasa kuna baadhi ya Waislamu hawayafanyi haya. Upungufu huo sio wa Uislamu, upungufu huo wa huyo Muislamu, lakini sio dini yake inavyoelekeza dhahiri. Na akasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyoitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira, mtume anawaambia akina mama wa Kiislamu, anawaambiaje wake zetu? Anawaambia, ya nisa al-muslimati, enyi wanawake wa Kiislamu, la tahqiranna jaratun lijaratiha,
asidharau jirani, kudharau jambo ambalo atamfanyia jirani yake. Asidharau jirani kumfanyia jirani yake katika kule kumtumia zawadi, katika kule kumpa kitu cha ukarimu, asidharau kabisa. Walau firsi na shatin, hata kama huyu jirani huyu amekosa cha kumzawadia jirani yake isipokuwa kwato ya mbuzi. Hana nyama, maskini, nyama zimekwisha, kukabakia labda kijikwato kakitengeneza kakitengeneza supu mfano. Haina maana kwamba watu wapeana kwato, kwamba kakosa cha kutoa kikubwa hakuwa nacho, akapata kidogo cha kumzawadia jirani yake. Asidharau mmoja wenu katika kule kumzawadia jirani chochote, hata kama hicho cha kumzawadia kilikuwa kwato ya mbuzi. Hapa ndani yake kuna nini? Ndani yake kuna himizo mama jirani wawe na tabia ya kuzawadiana. Mambo haya yamepotea kabisa, yameondoka na wenyewe haya. Kumbukumbu zangu mimi za zamani, lakini zamani yangu mimi sio zamani ya mzee Miraji. Zamani huko walikuwa tuliwaona mabibi tukipika kitu, wakati wa kupakua chapakuliwa kwenye kisahani fulani, kikafunikwa, apewa mtoto, mpelekee mama fulani. Nani kayaona mambo haya? Wewe umeona? Ndio yashapotea huko kwenu. Wewe ushaona mambo haya? Umeona? Alhamdulillah. Abu Abdul Aziz, kwenu yapo haya? Zamani kidogo, sasa hivi hayapo. Wameenda wapi? Wamechukuliwa na mafuriko. Ndio maana yake kwamba ile hadithi ya Anas naikumbuka kwamba Mtume amesema sallallahu alaihi wasallam, hakuna siku inayopita ila itakayokuja ni mbaya kuliko ya jana. Yani kadri siku zinavyokwenda imani zatoweka, utu wapotea, mambo yanakwenda hivyo tu. Si umeelewa? Sasa wako wapi hawa watu? Anasema hawapo. Zamani mwezi kama huwa Ramadhani, zamani nakumbuka kijijini kwetu nyumba zote za futuru nje, takriban, tuseme zote kwa maana zote takriban. Yani ukipita kutoka msikitini waitwa nyumba hii, waitwa nyumba hii, ustadhi karibu, baba fulani njoo futuru, njoo tuwai, njoo tuwai. Yani mpaka ufike kwako umechelewa, njoo tuwai hapa. Sasa hivi watu wafuturu wapi? Mtu atamani kungekuwa kule chooni kwa futurika, basi pia akajificha chooni kwa kwenda kufuturu chooni. Sasa wale kwani walikuwa na mioyo gani na hawa wana mioyo gani? Si moyo huu au wale walikuwa na mioyo ya vyuma? Imani imetoweka. Haya yalikuwepo zamani. Mpaka mimi nakumbuka kuna nyumba nikipita lazima nipewe samaki wa kukaanga, nafungiwa kwa sababu nimegoma kufuturu hapo. Ndakula kwetu. Na uko kwetu ukifika, nakumbuka labda nyumba yetu sisi tuna bibi yetu ana watoto wengi na hawa na wale na wale na wale. Kwa hiyo mtoto wake mmoja atakuja pale na familia yake, mtoto mwingine atakuja pale na familia yake, mtoto mwingine atakuja pale na familia yake na vyakula vyao hadharani nje. Kwani hapo yalikuwepo? Umeona, kila mmoja asema yalikuwepo. Ya nisaa almuslimat, enyi wanawake wa Kiislamu,
naambiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, la tahqiranna jaratun lijaratiha, asidharau jirani kudharau jema lake atakalomfanyia jirani yake, amekosa kikubwa cha kumpa, walau firsi na shatin, hata kwato ya mbuzi amzawadie. Yani muwe na utamaduni huu, utamaduni mzuri wa kupeana zawadi baina ya majirani, wawe wake kwa waume, kama alivyosema Sheikh bin Baz. Pale kuna mama fulani, waenda mama fulani, asalamu alaykum, hebu mpe mtoto akuchukulie hii, nimekuletea kijinyama cha mbuzi hiki, mfano. Walau bi shay'il yasir, hata kwa kitu kidogo. Toka zawadi, ametoka safari, mfano kaja na vichungwa, pelekeni pale, umpelekee mama nani pale. Nimekuja na vijiudi kidogo, hebu vifungeni kwenye vikaratasi, mpelekeni mama yake nani, mama yake Zumra, mpelekeni mama yake nani, mama yake Ammar. Mwambieni mama amekuletea zawadi. Hujenga nini hivi vitu hivi? Hujenga mahaba wal ulfa wasila, na mshikamano baina ya majirani. Hata kuja mtu kwa ubaya kwenye nyumba yako alafu akanyamaza kimya, mbali ya kuwa ni ibada wapata thawabu, lakini kadhalika kuna kitu fulani cha jengeka. Haji mtu kwa ubaya dhidi yako alafu jirani yako akaona akanyamaza, dhahiri mambo haya yametoweka bwana. Na akatahadharisha mtume sallallahu alaihi wasallam suala la kuishi vibaya na majirani, kuwaudhi. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira, kasemaje? Kasema wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi hawe muumini mkamilifu wa imani, wallahi hatakuwa ni muumini mkamilifu wa imani, wallahi hatakuwa ni muumini mkamilifu wa imani. Kayarudia haya maneno mara 3. Mtume anasikika anasema haya maneno, hawi muumini mkamilifu wa imani, wallahi. Tena mtume anaapa, mtume anaapa alayhi salatu wassalam, wallahi hawi ni muumini mkamilifu wa imani, hawi. Alipoyasema haya, yuko sahaba wake Abu Dharri, akasema khabu wa khasiru, khabu wa khasiru, hao wamekula hasara. Hao ni nani huyo, ewe mtume wa Allah? Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni hadithi nyingine ya Abu Dharr nilimtaja, hii ni Abu Huraira, sio Abu Dharr. Qila, ikasema kuulizwa mtume, man ya Rasulullah, ni nani huyo ewe mtume wa Allah ambaye hatakuwa ni muumini mkamilifu wa imani kwa kiapo cha mara 3? Qala, akasema alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yule ambaye jirani yake haamaniki jirani yake kutokamana na shari zake. Hapati amani jirani kwa shari ya jirani yake fulani, ubaya wa jirani yake fulani, kero ya jirani yake fulani. Huyo hawi muumini mkamilifu wa imani. Tumeelewana hapa jamani eh? Haya ni makemeo makali haya. Na imekuja hadithi nyingine, hawi muumini mkamilifu wa imani yule ambaye
wajaruhu fi jambihi ja'i, na jirani yake pembeni yake amelala na njaa. Yeye kashiba bali mpaka akamwaga vyakula baadhi ya wakati, lakini jirani yake anapiga miayo na anajua. Lakini yote hutokea kwamba hatuna ile tabia ya kuulizana hali vipi, endeleaje, na tatizo lolote, una shida yoyote jirani. Wa ila utajuaje yule ana njaa? La tisa, anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala katika mambo ya haramu, adhiyatul muslimin, kuwaudhi waislamu. Waislamu hawaudhiwi, waislamu hawaudhiwi. Haina maana kwamba yafaa kuwaudhi wasiokuwa waislamu, la, ila kumuudhi muislamu jurma yake ni mbaya zaidi. Na wanapoudhiwa waislamu wakashindwa kufanya raddu fi'li, basi wanachokifanya waislamu wanamshtakia Mola. Wanamshtakia nani? Mola. Wana Mola wao wanamuomba, na yeye amewaahidi kwamba anawajibu, hususan wakiwa wanadhulumiwa, na dua ya aliyedhulumiwa haina pazia. Dhahiri Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'ani katika suratul Ahzab aya 58, walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati, na wale wenye kuwaudhi waumini wa kiume na waumini wa kike, bighairi maktasabu, pasina jinaya yoyote, pasina kosa lolote ambalo wamelifanya ambalo limepelekea wao wakastahiki kuudhiwa, faqad ihtamalu, basi kwa hakika wamebeba hao wanaowaudhi waumini wa kiume na waumini wa kike, wamebeba juu ya migongo yao buhtana, uzushi mkubwa, kwa kuwa wamewaudhi pasi na sababu, wa ithman mubina, bali wamebeba juu ya migongo yao madhambi yaliyokuwa wazi kabisa, kwa kuwa wamewafanyia uadui na wamevuka mipaka juu ya amri za Allah kuharamisha hawa watu wasiudhiwe, wao wakawaudhi. Al-Imam Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah anasema, la yahillu laka an tu'dhi kalban au khinzira bighairi haqqi. Imam Fudayl ibn Iyad rahimahullah anasema, si halali kwako ewe mja, an tu'dhi kalban, kumuudhi mbwa, mbwa usimuudhi, au khinzira, au nguruwe, usimuudhi mbwa wala nguruwe. Wanyama duni kabisa hawa, mbwa, kalb, nguruwe, yote ni haramu kuwala hawa. Huyu mbwa ana najis mughalladha, hakuna najis kubwa katika najisi zote kama najisi ya mbwa. Kinyesi chake, mkojo wake, damu yake, mate yake ni najisi ambayo sisi twataharisha vilivyorambwa na mbwa au vilivyonuswa, twavitoharisha kwa kuviosha mara 7. Mmoja katika hizo kwa kutumia mchanga, tunasugua, tunasagarisha. Ndio najisi pekee ngumu kabisa. Sasa pamoja kwamba mbwa yupo katika manzila hii, si halali wewe kumuudhi. Kwamba umeona mbwa wa watu wachukua jiwe wampiga, wampiga nini yule mbwa? Kwa nini wampiga jiwe? Amekukosea nini? Kwa nini wambugudhi mbwa wa watu?
usimpige wala usimuudhi. Mbwa usimpige wala usimuudhi. Nguruwe. Sasa ikiwa si halali kuviudhi hivi, vipi kumuudhi ambaye amekirimiwa na Allah katika viumbe? Allah amesema katika viumbe viko viumbe amevikirimu. Ni nani hao? Ni mwanadamu. Mwanadamu amekirimiwa na Allah. walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. aya hiyo katika sura al-Isra. Tumemkirimu sisi mwanadamu, tukambeba mwanadamu bara na pwani. Tumembeba huku anatembea juu ya nyama, juu ya punda, juu ya farasi. Nani kama farasi atembea juu ya mbwa, au mbwa atembea juu ya farasi? Sasa mwanadamu tumemkirimu, tukambeba bara na pwani, fil barri wal bahr, warazaqnahum min at-tayyibat, tukawaruzuku mbali na hayo aina mbali mbali za vyakula vizuri. Tumempa matunda, tumempa mboga mboga, tumempa kadha, tumempa vinywaji. Wafadhalnahum ala kathir, tukawafadhilisha wana wa Adamu juu ya wengi tuliowaumba kwa kuwapa fadhila kubwa kabisa wana wa Adamu. Sasa si halali kumuudhi mbwa, yawaje halali kumuudhi Muislamu. La 10 katika muharramat al-isbalu fi haqqi ar-rijal, kuvaa isbali kwa wanaume. Akavaa mwanamume nguo ambayo imeburutika, jiguo la burutika, la komba komba uchafu, liwe ni jikanzu, liwe ni jisuruali, kalivaa mpaka nalikanyaga. Muislamu wa kiume hatakikani kuvaa vazi hilo ambalo limevuka macho mawili ya miguu, kongo mbili. Ndio maana sisi kanzu zetu hazivuki kongo mbili, nguo zetu hazivuki kongo mbili. Kwa nini? Tumeamua tu tufanye hivyo? Sisi tuna mafunzo na maelekezo. Sisi Waislamu tuna taratibu, tuwaelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama, vaeni hivi, tuwavaa kwa vile anavyotaka yeye sisi tuvae. Kwa nini? Kwa kuwa yeye ndo katumwa na Allah aje atufundishe. Kwa hiyo kumkiuka yeye ni kumkiuka aliyemtuma ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na isbali ni nini? Anasema Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala, al-isbalu nuzulul malabisi 'anil ka'baini. Isbali ni kuvuka kwa mavazi anayoyavaa mwanamume, 'anil ka'baini, yakavuka macho mawili ya miguu. Sawaun kanat almalabisu qumsan au uzra, sawa sawa mavazi hayo yawe ni kanzu au kikoi au sarawilat au suruali au ghaira dhalik, au yasiyokuwa hayo katika mavazi. Na jambo hilo la kuvaa isbali hukumu yake ni haram. Kwa ushahidi wa hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari kwamba anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fahuwa fi an-nar, chochote kitakachovuka kongo mbili za miguu, macho mawili ya miguu, ikiwemo al-izari, kikoi, seruni, akavukisha mtu kongo mbili, fahuwa fi an-nar, basi huyo aliyevukisha
akaasi agizo na amri ataingia motoni kwa kuasi. Ama wanawake wanaruhusiwa wakavaa mpaka wakaburuta, wakavaa mpaka wakaburuza, wao wameruhusiwa, ni jambo lao lile kina mama. Atakayevaa akaburuta amewaingilia kina mama kwenye shughuli zao. Ni mithili ya mtu akapaka lipstick kaingia kwenye shughuli za kina mama. Jambo lile si lake, ruhusa ile si yake. Ni sawa na mwanamume anayeswali nyumbani akaacha msikiti, jambo lile si lake. وعن أبي ذر، na imepokelewa kutoka kwa Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu قال, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim, thalathatun la yukallimuhumullah, watu wa aina tatu hawatozungumzwa na Allah. Allah hatawazungumzisha يوم القيامة, siku ya kiyama. Wala yanzuru ilayhim, na wala hatawatazama jicho la huruma. Wala yuzakihim, wala hatawatakasa. Wala hum adhabun alim, na watapata adhabu kali watu hao. Maneno haya akayarudia mara tatu. Abu Dharr alikuwepo, akasema Abu Dharr, khabu wa khasiru, wamefeli hao na wamekula hasara. Ni akina nani hao watatu ya Rasulullah? Qala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, almusbil, mwenye kuvaa isbali, nguo yake ikavuka macho yake mawili ya miguu, kwa maana yakavuka mavazi yake yakavuka kongo mbili kwenda chini. Huyu amekula hasara. Kwa nini? Hatosemeshwa na Allah siku ya kiyama, wala hatotazamwa kwa jicho la huruma, wala hatotakaswa, na atapata adhabu kali. Huyo ni wa kwanza, almusbil. Wa pili, walmannan, na yule mwenye masimbulizi. Mwenye masimbulizi anasimbulia, akitoa basi watu wote watajua, akikupa watu wote watajua. Anakusimanga, mwenye masimango. Kama si mimi wewe ungekuwaje? Mimi simekupa mimi hiyo. Lile langu lile nimempa mimi, ni mimi hapa. Kama si mimi angepata wapi lile? Wewe unakuwa na uwezo wa kupata vitu kama hivi kama sio mimi? Au anawaambia watu, mnamwona yule jamaa yule na kile kigari kile changu ile nimempa mimi, ashauka tu hapa mjini. Lakini kama si mimi angekuwa alima matikiti. Mannani huyu anasimbulia, anasimanga. Na Allah akakataza kwenye Qur'an, la tubtilu sadaqatikum bilmanni waladha, msibatilishe sadaka zenu kwa masimbulizi na masimango na maudhi. Anayetoa sadaka, anayetoa na anayefanya jambo la kheri akasimanga, amebatilisha kheri yake, ameibatilisha kheri yake. Wa pili, huyo ambaye Allah hatomsemesha siku ya kiyama, wala hatomtazama kwa jicho la rehema, wala hatomtakasa, mwenye masimbulizi na masimango. Walmunafiqu sil'atahu bilhalifi alkadhib, na yule mwenye kuipendezesha bidhaa yake anayoiuza, akaipigia debe bidhaa yake anayoiuza, bilhalifi alkadhibi, kwa kiapo cha uongo. Akaona ili yauze aape tu yeye. Waislamu sio wanakubali viapo, mwapie tu. Ustadhi, kitu hii wallahi alazim, hii wallahi alazim, yani kitu chenyewe OG. Unajua OG mzamiraji, lugha za vijana hizi.
Unafahamu alhamdulillah. Hii mbona imenunuliwa kule kinapotengenezwa? Hii sio feki. Hii kitu ni mkataba, billahi alazim. Niamini mimi, billahi alazim, nakuapia ustadhi. Au wallahi sina maslahi kwenye hiyo hela, hakuna maslahi yoyote hapo, billahi alazim. Shilingi 500 tu ndio unaipata mimi hapo. Usije kaingiwa na roho ya uchoyo bure, napata 500 tu hapo ustadhi, wallahi alazim. Kumbe anapata 2500, kumbe anapata 10,000. Huyu naye hatutazamwa na Allah siku ya kiyama kwa jicho la rehema. Muongo na anauza kwa viapo vya uongo. Ndio maana alipomsikia Abu Dharri kumsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema haya na akayarudia mara 3 kuonesha msisitizo, Abu Dharri akasema khabu wa khasiru, khabu wa khasiru, wamefeli hao na wamekula hasara. Kina nani hao? Akawataja mwenye kuvaa isbali, msimbuliaji, na mwenye kuuza bidhaa yake kwa viapo vya uongo. Na mtu anajua kwamba huyu ustadhi nikimwapia hapa anakubali kiapo huyu, kwa kuwa wameshaambiwa na mtume wao atakayeapiliwa asadikishe, na atakayeapa awe mkweli kwa anachokiapia. Man halafa billahi falyasduq, atakayeapa kwa jina la Allah awe mkweli. Ole wako uape kwa jambo la uongo, ukataja jina la Allah mtukufu kwenye jambo la uongo, hujamkadiria Allah wewe subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo man halafa billahi falyasduq, atakayeapa kwa jina la Allah awe mkweli kwenye kiapo chake, ole wake aape uongo. Wa man hulifa lahu billahi falyarda, na atakayeapiliwa kwa jina la Allah aridhie. Hata kama unaona jamaa muongo, lakini kaapo kwa jina la Allah kuridhia, basi mbakishie dhima yake mwenyewe. Wa man lam yarda falaysa min Allah, na asiyeridhia baada ya kuapiwa kwa jina la Allah, Allah yuko mbali naye huyo. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam katika hadithi. Kwa hiyo akaelewa mfanya biashara fulani kwamba Muislamu ukimwambia wallahi alazim atakubali tu, akaapa kupitisha bidhaa yake kwa kiapo cha uongo, huyo naye dhambi yake ni hii mliyosikia katika hii hadithi. Kwa hiyo isbali ni haramu. Huko watu hujenga hoja kwamba mimi sifai kwa kiburi. Kwani hii hadithi hapa mtume akataja kiburi? Kasema anevaa isbali, basi kaburuza nguo yake. Hakutaja kiburi hapa bwana mtume sasa. Kasema almusbil, mwenye kuvaa isbali. Na isbali kama mlivyosikia ni nguo kuvuka kongo mbili, ndio isbali. Mwingine akiwaambia vaa hiyo, anakuambia ustadhi nivae don't touch, nisifai don't touch. Wengine wanawakebehi wanaovaa mavazi ya kisunna kwamba vijiguo vifupi kama njiwa, viguo vifupi kama njiwa, yani miguu ya njiwa ile ukitazama manyoya yanapoishia amfananisha na njiwa. Viguo vifupi kama mafuka maji, na wewe vaa jiguo refu kama dera. Kama dera umevaa dera, umevaa etwaje, kijora, umevaa kijora. Nguo ya kike umevaa wewe, wavaaje nguo ya kike? Kwa maana mwanamke ndiye aliyeruhusiwa kuburuza, kuvukisha kongo mbili za miguu. Wengine hujenga hoja kwa ile hadithi ya Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar alikuwa amevaa kikoi radhiallahu anhu, kikoi kacha mshuka, kikimshuka na kipandisha, kikimshuka na kipandisha. Alikonda radhiallahu anhu. Mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam, anta au innaka lasta mimman yajurruhu khuyala, Abu Bakari wewe si katika wale wanaovaa kwa kiburi. Wakajenga hoja hapa, kama hujavaa kwa kiburi halina hatia jambo hilo. Kwa nini msihi hapa mtume akamwambia Abu Bakar as-Siddiq kwamba wewe si katika hao? Ulama wanasema ukivaa bila ya kiburi wapata dhambi,
ukivaa kwa kiburi wapata dhambi mara 2. Ukivaa bila ya kiburi kwamba mimi sina kiburi wapata dhambi kwa kuwa umemkiuka mtume. Sasa aliyesema mpaka wa mavazi ya mwanamume ishie hapa, wewe ukavukisha. Ukivaa kwa kiburi juu wapata dhambi mara 2, dhambi la isbal, dhambi la kiburi ulichokuwa nacho. Na hata huyo Abu Bakar Siddiq alipokuwa akiambiwa hayo, watakiwa pia uelewe alikuwa akifanyaje ilipokuwa akimshuka ile nguo. Alikuwa anaiachilia, alikuwa anaipandisha, alafu yamshuka anaipandisha. Sasa wewe wafanya hivyo kwamba limekushuka jisbali walipandisha, limekushuka walipandisha, alafu atokee huyo mtume akwambie wewe si katika wanaofanya haya kwa kiburi, wewe umeambiwa hivyo. Yule kaambiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe waambiwa na nani? Nani anayekutakasa wewe? Dhahiri Kwa hiyo tujiepushe na masuala haya. Mtu akavaa majiguo marefu akafagia barabara, anafanya kazi ya manispaa, anaisaidia manispaa, afagia barabara, toa mavumbi, mtu guo limejaa mavumbi. Baadhi wakati mtu anakuja msikitini hapa anaswali, akilikunjua ile jiguo lake latoa mchanga, mwaga mchanga kwenye mazulia ya msikiti. Kisha somba mataka huko aje kuja kutupa msikitini. Isbali haram, anavaa isbali anapata dhambi. Amevaa wakati amelala jisbali apata dhambi. Ameamka na jisbali lake anapata dhambi. Asubuhi, mchana, jioni, muda wa kuwa na jisbali, mpaka avae taulo yake kwenda chooni kuoga. Tuishileni hapo kwa leo. Hilo la 11 tutakuja kulisoma inshallah darasa zitakazofuata. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala azitakabali saumu zetu, atuhifadhi, atulinde na atuchunge kwa hifadhi yake, na tutakabalie saumu zetu na ibada zetu kwa ujumla. Atuepushe na maafa ya kutokukubaliwa ibada, riaan wa sum'a na mengineyo. Aturuzuku alislam as-sahih, na aturuzuku kumfuata mtume na kumpenda alayhi salatu wassalam fil qawli wal amal, na tubakishe katika mazingira hayo ya Uislamu wa kweli mpaka ile siku ambayo tutakwenda kukutana naye. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, kuna maswali kwenye Zoom? Hakuna. Kuna maswali msikitini? Tafadhali. Naam. Anauliza swali ndugu yetu. Naam. Swali langu upande wa kuishi kwa wema na majirani. Ndio. Ikiwa labda jirani amechinja kitoweo ndio cha nyama, ni labda kuku, akaukaribisha. Naam. Je, wewe unaruhusiwa kula kama Muislamu na yule jirani ambaye yeye sio Muislamu? Sio Muislamu. Ahsant. Swali zuri. Ameuliza kama mlivyosikia, ana jirani yake mathalan anaitwa Danieli au Paulo, kachinja mbuzi. Chinja mbuzi, bwana Paulo kamletea Abdullah jirani yake, bwana mboga ya jirani, vipi hukumu ya hii nyama niliyoletewa na jirani yangu ambaye si Muislamu, mpinga sharia ya Uislamu, yani kafiri? Naruhusiwa kula? Aljawab, jawabu la swali hili kwamba kama Paulo au Daniel alipochinja yule mbuzi, alimchinja pale kwenye shingo, pale pale wanapochinja Waislamu, kakata ile mishipa inayotakikana kukatwa, damu zikamtoka yule mnyama, akapaparika mpaka akafa. Hata kama hakumuelekeza kibla yule mbuzi, na si sharti,
hata kama hakusema bismillahi Allahu akbar au bismillah, muda wa kuwa amechinja pale wanapochinjia Waislamu kwenye yule mnyama, kwenye ile shingo yake pale, basi yafaa Muislamu kula nyama ya mnyama huyo aliyechinjwa na Mkristo au Yahudi. Yafaa. Tuelewana vizuri hapa jamani, sababu najua nimegusa vitu nyeti, lakini sisi tunaongozwa na dalili za Qur'ani na dalili za Sunna. Hatuongozwi na hisia wala hamasa na jazba, la, tunaongozwa na kitabu cha Mola wetu na mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upo. Ikiwa bwana Danieli kampiga shoti yule mnyama, akamchuna akatoa nyama akakuletea, ukajua kwamba kampiga shoti, usile hiyo nyama. Ikiwa bwana Danieli kampiga magongo yule kondoo, piga magongo mpaka akafa, akachuna akatoa nyama akakuletea, na wewe ulimuona akifanya hivyo au umeambiwa na mtu thika, usile hiyo nyama. Mwambie bwana, hapana, mimi sili hiyo nyama. Ikiwa yule mnyama ameanguka kutoka juu mpaka chini akafa, kutoka gorofani huko, mbuzi alikuwa ameenda gorofani akaanguka akafa, ukamuona Danieli kamchukua akamchuna akakuletea nyama jirani yake, usile nyama ya huyo mnyama. Upo hapo. Akiwa amemchinja, hata akisema kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana, kwa jina la Roho Mtakatifu, kula. Mtaweza kuona kwamba ustazi kapagawa huko hatujapagawa, tuna vitabu vinavyotuongoza. Dalili unaweza kuuliza sasa, ustadhi, haya tupe dalili sasa. Si ndio unachokusubiria hicho? Allah anasema katika suratul Maida, sikosei, aya ngapi? Aya 5, aya ngapi? Tuhakiki kwanza ni aya ngapi? Aya 5. Mzamiraji asema aya 5, alafu amezungumza kana kwamba na ujasiri. Tunaangalia hapa, amesema kweli Mzamiraji, ni aya 5. Jazakallahu khaira. Allah anasema kwenye aya hii ya 5 ya suratul Maida, anasemaje? Anasema al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu, leo hii mmehalalishiwa vyote vilivyokuwa vizuri. Na anasema hivyo, anasema hivyo tumehalalishiwa vizuri nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema subhanahu wa ta'ala, al-yawma, lil'ahdi al-huduri, hiyo lamu hiyo lil'ahdi al-huduri. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu, leo hii mmehalalishiwa vyote vizuri. Wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum, na vichinjwa vya wale waliopewa kitabu. Wakristo wamepewa Injili, Mayahudi wamepewa Taurat. Wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum, na vichinjwa. Taamu hapa imefasiriwa na sahaba Ibn Abbas kwamba taamu ni dhabaih, vichinjwa.
wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum, na vichinjwa vya waliopewa kitabu kwenu nyinyi ni halali. Yani vichinjwa vya Mayahudi na Wakristo kwenu nyinyi Waislamu ni halali, lakini si halali kula vichinjwa vya makafiri wengine ambao hawana vitabu, kama vile washirikina, wapagani wakichinja hatuli sisi. Kwa nini? Kwa sababu hawa waliopewa kitabu wanajinasibu kwa manabii na wanajinasibu kwenye vitabu. Yule akajinasibu kwa Isa, yule akajinasibu kwa Musa. Na mitume wote wameafikiana juu ya uharamu wa kumchinjia asiyekuwa Allah kwa kuwa ni ushirikina. Kwa hiyo asli ya dini ya Kiyahudi na asli ya dini ya Kinasara wanaharamisha vichinjwa vinavyochinjwa kwa asiyekuwa Allah. Kwa ajili hiyo basi vimehalalishwa vichinjwa vyao hawa peke yao katika waliopewa kitabu, hawa peke yao. Ama ambao hawana vitabu si halali vichinjwa vyao. Aya ya 5 ya suratul Maida. Na nikasema hata akisema kwa jina la Baba, kwa sababu kwenye moja ya tafsiri mmoja katika ahlul ilmi akaulizwa, lakini hawa hawachinji kwa jina la Allahu, wanachinja kwa jina la Masihi, vipi? Akajibu yule alim, yule aliyekwambia ule vichinjwa vyao anajua kwamba hawa wanachinja kwa jina la Masihi. Dhahiri. Na imekuja hadithi sahihi kama sijasahau kwenye Sunan ya Ibn Majah, hadithi ya Aisha. Walikuja watu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, sisi tuna ndugu zetu sio Waislamu, wanatuletea nyama, hatujui walisema bismillah au hawakusema. Mtume akamwambiaje? Sammullaha wa kulu, nyinyi semeni bismillah kisha kuleni. Basi bismillah, kula. Ila asimpige shoti, asiwe ni kibudu amekufa huko akamchukua akamzoazoa akaja naye akatini akaifanya akamchinja, kumbe akashakufa kabla. Asipige shoti, asimpige magongo, achinje pale wanapochinja Waislamu. Halali kula nyama hiyo. Kwa hiyo atakayekuja kwamba haram, sisi tuwajengana naye hoja kwenye hii aya, tuambie hatuelezi maana hii aya kwa mujibu wa ulivyoelewa wewe na kwa mujibu wanavyosema wanawazuoni wa Kiislamu wa zamani, wafasiri wa Qur'ani kina Ibn Kathiri na wengineo. Watalitaja pale hadithi ya Abdullah ibn Abbas au athari ya Abdullah ibn Abbas. Kwa hiyo yafaa. Kwa hiyo ikitokea sasa kuna Muislamu mwenyewe tukagoma hataki kula, ni yeye tu huyo. Tufahamiana vizuri? Naam. Iko hujamuona wakati anachinja, kama kachinja kuanzia juu kuja chini au kachinja chini kuja juu ya shingo, hujamuona, itafanyaje? Wewe sema bismillah, kula, usijitie mashaka, sema bismillah, kula mpaka ubainikiwe kwamba huyu kapiga magongo. Hii ndio ninavyosema dini. Hatuzungumzi hapa kijazba wala labda kuwapendezesha labda wanaswara jamaa wanatupenda hawa. Sisi hatuitakidi juu ya itikadi ya utatu, tunasema itikadi ya kishirikina, lakini la haki tulisema kwenye dini yetu, la haki kwenye dini yetu tulisema. Naam, tuishireni hapo jamani. Subhanakallahumma. Swali la mwisho hilo lako, hili swali la mwisho. Nasema kwenye swali hili aliouliza ndugu yetu hapo, kuna munasaba wa sherehe zao pia huwa wanachinja hivyo na wanawapelekea Waislamu kama majirani au ndugu muda mwingine? Naam, kwa mnasaba wa sherehe zao na ibada zao, ikitokea wamechinja kwa mnasaba huo au hakuchinja kapika chakula chake kwa mnasaba wa ibada yake fulani, haturuhusiwi kupokea chakula hicho kidini yetu ya Kiislamu. Lakini kama atatuletea chakula siku nyingine hakina mnasaba na dini wala ibada fulani, kwamba kulikuwa labda na Pasaka, kulikuwa na kadha, hakina mnasaba, kapika tu jirani kafurahi kukuletea, unaruhusiwa kupokea na kukila chakula chake.
Hivi ndivyo tulivyofunzwa na sharia yetu, na sisi turuhusiwa kuwapelekea venye mnasaba na dini yetu, turuhusiwa. Ila ukiona kwamba ukimpelekea chenye mnasaba na dini yako na yeye atakuletea chenye mnasaba na dini yake, ukichelea hilo, basi utaangalia mazingira yapi uyafanye. Ila ukiweza kumpelekea chenye mnasaba wa dini yako alafu ukakigomea chenye mnasaba ya dini yake, sawa. Lakini atakwambia jirani, lakini wewe unaniletea kwenye Eid al-Fitr wewe. Naam, subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alasiri tutakuwa na darsa msikiti